Leo umenishangaza sana. Kwa nini ulimjibu vibaya shehe mbele za watu? Alikuwa anakushauri tu kwa mujibu wa imani yetu. Nilimjibu vile kwa sababu alivuka mipaka. Maisha yangu ni yangu na si yake. Kila mtu ana uhuru wa kuishi anavyotaka. Lakini alikuwa hakudharau. Alikuwa anakukumbusha tu njia sahihi kwa mujibu wa dini yetu. Hata mimi kama mume wako nina jukumu la kukushauri mema. Kushauri ni kitu kimoja na kuingilia maisha ya mtu ni kitu kingine. Shehe hana mamlaka yote juu yangu wala wewe hunimiliki. Swala sio umiliki, Fatuma. Ni heshima tu. Tambua ya kwamba ulizungumza kwa kejeli na dharau. Hiyo ilikuwa sawa. Sawa, kwako labda, lakini kwangu mimi nilikuwa najitetea. Sipendi watu wanaonielekeza kana kwamba mimi sijui ninachofanya. Lakini je, huoni kwamba mawaidha kwa wakati mwingine ni faida kwa upande wetu? Sio kila anayekushauri anakudhibiti. Na sio kila anayetoa ushauri ana haki ya kufanya hivyo. Mimi naamini Mungu wangu ananiona na anajua moyo wangu. Sitaki kuhukumiwa na binadamu. Hakuna anayekuhukumu, lakini katika jamii yetu tunakumbushana. Kama nilikukwaza, hilo sikukusudia. Lakini sitobadilisha msimamo wangu kwa sababu ya pressure ya watu. Ninachokihitaji ni heshima na busara. Hata kama ukubaliani naye, basi ungeweza kuongea kwa adabu. Labda niongea kwa hasira, lakini bado ninaamini nina uhuru wa kuchagua njia yangu. Na mimi natambua kwamba uhuru unaenda sambamba na hekima. Natamani sana tuwe na maelewano na sio mabishano kila siku. Kaka, nimekuita tuongee. Kuna jambo linaniumiza sana moyo wangu. Dadaranga, ni jambo gani tena hilo? Ni kuhusu mke wako. Hali ninayoona mtaani sio nzuri. Watu wanamsema sana. Wanasema anaendelea kuvaa nguo za nusu uchi, tena kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kweli hata mimi nimesikia hayo maneno pia. Lakini sikutegemea kama angekuwa amefika kwenye kiwango kikubwa kiasi. Yamefika mbali Yusufu. Watu wanasema inawezekanaje mke wa Yusufu akafanya hivi, tena kipindi hiki cha mwezi wa funga. Inaniuma kwa sababu jina lako linaniuma. Najua, na ukweli ni kwamba nahisi anafanya hivyo kwa sababu hakulelewa katika misingi mizuri ya dini, na malezi yake yalikuwa tofauti kabisa. Lakini yupo kwenye ndoa, ana nafasi ya kujifunza na kurekebishika. Ramadhani ni kipindi cha mwezi wa toba na mafunzo. Ni kweli, lakini nitajitahidi kumrekebisha. Nitamrekebisha vile ambavyo naweza. Nitakaa naye chini kwa upole, busara na hekima, ili mradi tu aweze kubadilika. Na vingine nitajitahidi sana kumweka karibu na wanawake ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, au ikiwezekana hata kumpeleka madrasa ili aweze kupata misingi mizuri ya kidini. Hilo litakuwa ni jambo nzuri. Mwanamke akielekezwa hubadilika. Muhimu tu awe na mtu wa kumshika mkono. Nashukuru sana kwa kunishauri dada Ranta. Na afadhali sana umeniambia mapema sana iwezekanavyo. Na kuliko hata ningesikia kwa watu wengine tofauti, ingekuwa ni dharau kubwa sana. Sawa. Nimefanya hivyo kwa nia njema tu, ili ndoa yenu isimame kwa heshima na takwa. Inshallah. Nitajitahidi leo usiku nizungumze naye kwa utulivu. Natamani sana awe mke ambaye analinda heshima yangu na ya kwake pia. Na imani sana Mwenyezi Mungu atatuongoza katika hili na mke wangu atabadilika. Kwa sababu napenda sana mke wangu nimuone ni mtu mwenye heshima na mtiifu. Siku zote natamani sana niwe na mke ambaye anamcha Mwenyezi Mungu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Jambo vipi? Sasa karibu sana. Asante baya majukumu. Mungu ni mwema. Naona upo. Nipo ndugu yangu. Karibu tukae. Shukrani. Asante sana. Kiukweli leo nimefurahi sana kumuona mke wako darasani. Ni jambo jema. Hongera sana kwa kumfanya ajifunze elimu ya dini. Alhamdulillah shehe. Niliona ni vyema aje kujifunza elimu ya dini kwa sababu hata nyumbani yeye ndio kiongozi na mwalimu bora wa kuongoza watoto katika misingi ya elimu ya kidini. Umefanya jambo la hekima sana Nisu. Mwanamke anapojifundisha dini anakuwa taa ndani ya nyumba. Anakuwa
ni mlezi mzuri wa kusimamia watoto na kuwafundisha maadili mema. Shehe Jaga, ni kweli unachokisema. Ila wapo wenzetu ambao wanaona mwanamke kukaa nyumbani tu inatosha, lakini mimi nikasema hapana. Ni bora nimemruhusu aje kujifunza elimu ya dini ili misingi ya imani yake iwe imara zaidi. Na nikutoe wasiwasi na shaka kwenye hilo. Unajua, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisisitiza watu kutafuta elimu ya dini, si kwa wanaume tu, bali ni kwa wote, mwanaume pamoja na mwanamke. Na tunapoitafuta elimu ya dini ni kwa mustakabali wa maisha yetu. Maneno yako yamenitia moyo sana Shehe Jagwa. Nitakachokifanya mimi, nitaendelea kumtia moyo mke wangu ili aweze kuhudhuria vizuri darasa. Jisu, kiukweli hilo ni jambo la hekima na jambo la busara sana, lakini ni jambo pia la kumpendezesha Mwenyezi Mungu, kwa sababu mwanamke anapojua elimu ya dini anakuwa anajua misingi yake, anajua mipaka yake. Kwa hiyo inasaidia pia hata yeye kupunguza migogoro ya ndani ya familia. Yaani anakuwa anaifanya familia sasa inaepukana na migogoro ya mara kwa mara, kunakuwa hakuna tena misiguano. Na hilo ndio jambo jema ambalo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasisitiza hili sisi tuweze kulipata. Na unapomkuwa umemfunza mwanamke amejua dini, amejua haki zake na amejua wajibu wake kwa mume, unasaidia kupunguza migogoro, lakini pia na hekima zinaongezeka ndani ya nyumba. Shehe, naamini sana kwa katika hilo. Na nikwambie tu, sisi kuzingatia elimu ya dini, hata watoto wetu watanufaika. Kiukweli nikwambie tu ndugu yangu, Allah hakuzidishia kheri, kwa sababu mwanamke aliyeelimika na aliyestarabika anakuwa ni nguzo imara ndani ya nyumba. Kwa hiyo niseme tu Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda na uwe kiongozi bora katika familia yako. Amin Shehe Jagwa, nashukuru sana kwa nasaha zako. Naam, karibu sana ndugu yangu. Mimi ninachokuomba tuzidi kushikamana na kushirikiana ili tuweze kujenga jamii yenye maadili mema na inayojitambua, lakini sio kujitambua tu, jamii ambayo itakuja kumcha Mwenyezi Mungu ili tupate nusura mbele zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naamini Shehe Jagwa. Nashukuru sana kwa nasaha zako nzuri. Mwenyezi Mungu akujalie. Naam, na pia mimi nikukaribishe tuendelee kushirikiana kwa kufundishana elimu hii ya dini, na tuendelee kuwaruhusu wake zetu wajifunze elimu ya dini, kwa sababu tutakuwa tunashirikiana kwa ajili ya kuikomboa na kuielimisha jamii maadili yaliyo mema. Inshallah, tuseme inshallah. Asante sana. Nashukuru sana. Naomba nikuache uendelee na majukumu yako. Nashukuru sana, na huu ni muda wa swala ya magharibi. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri sana. Okay. Inshallah. Tunaendelea vizuri. Ndugu yangu kenda. Kaka Yusufu katoka. Katoka muda mrefu. Sijajua kwa sababu hajaniaga. Na kawaida akitoka kama hivi emergency anachelewa au anawahi? Hatabiliki. Basi sawa, mbona nilikuja hapa niko na maongezi naye. Ni kama yupo. Mimi naomba nitoke. Tutakuja kumwangalia baadaye nafikiri. Akija tu pesa wa mzangu ndio tutakuja kumuona. Sawa. Lakini kaka Jisu, mimi kuna jambo linaniumiza sana kuhusu huyu wifi yangu na matendo yake. Sio mazuri kabisa. Kivipi tena Lanta? Nini ambacho kinaendelea?
na amani ipatikane. Inshallah.